Kuna umuhimu sana kuweza kupanda mbegu. Unapanda mbegu katika namna gani? Mtumishi wa Mungu yupi unayemwamini kama babako wa kiroho, ambaye alizi yake maisha yake yana rutuba, itakayofanikisha mbegu yako kuweza kuota na kustawi. Ndio maana leo hii ukiangalia watu wa nje wanaelewa sana kanuni ya utoaji wa sadaka, kanuni ya utoaji. Kwa hiyo sadaka yako inategemea mafanikio yako, na Mungu siku zote anaangalia sadaka, na sadaka ambayo inakubalika machoni mwa Mungu ni ile sadaka ambayo ukiitoa wewe mwenyewe moyoni mwako unasikia maumivu. Hiyo ndo sadaka ambayo Mungu anahitaji. Leo hii Wakristo mnaingia kwenye ibada. Kwenye ibada ndiko sehemu ambako unatakiwa utoe sadaka ili Mungu akufanikishe. Sasa leo hii Wakristo mnatoa sadaka ambazo ni legelege, sadaka ambayo ni kama chenchi kwako, ukiitoa upate maumivu moyoni. Lakini watu wa upande wa pili, akienda kwa mganga wa kienyeji, anatoa sadaka ambayo yeye mwenyewe inamuumiza, lakini kwa sababu mtu ana focus, anaelewa, ana malengo ya kile anachokitafuta, anatoa sadaka ambayo inamuumiza mpaka yeye. Na ndio maana huyu mtu uweze ukashindana naye. Kwa hiyo ni lazima uwe na uelewa ya kwamba ili uweze kuitawala pesa, ni lazima pesa uiamrishe. Kwa maana ya kwamba ifikie hatua umeipata pesa, unasema wewe pesa ninakutoa kwenye madhabahu ya Mungu ili uweze kufanikisha kazi ya Mungu. Ndio maana kuna umuhimu sana utoaji wa fungu la 10. Kuna umuhimu sana, maana hii inakujenga. Unapotoa fungu la 10, hii inamaanisha kwamba unaiambia fedha, wewe sio mtawala, wewe ni mtumwa wangu. Mungu anapokubariki na kipato, kile kipato unachokipata, ile pesa unayoipata isiwe bwana wako. Ile pesa unayoipata inatakiwa iwe mtumwa. Kwa maana ya kwamba umepata milioni 1, unaiambia wewe milioni 1, sikiliza, na kuchukua 100,000 na kupeleka kwenye madhabahu ya Mungu, na kuamrisha ya kwamba wewe pesa kwangu ni mtumwa, huna mamlaka ya kunitawala. Kwa hiyo unapotoa zaka unaiamrisha, unaonesha kitendo cha kuiambia pesa ya kwamba pesa wewe sio bwana wangu, pesa wewe ni mtumwa wangu. This is of much importance. Ni lazima uielewe hii. Kwa hiyo hivi ni vitu vya muhimu sana. Kwa maana nyingine, ili uweze kuwa na fedha, uweze kuwa na mali, ni lazima pia uwe mtu wa rohoni. Kwa maana nyingine, biashara pia inakuhitaji uwe mtu wa rohoni. Watu wanaloga sana, wafanya biashara wanatoa kafara. Vile vile pia na wewe inakutegemea madhabahu gani unaenda kupeleka sadaka yako. Kumbuka pia shetani anafanikisha, lakini mafanikio ya shetani ni ya muda mfupi, hayadumu. Lakini mafanikio ya Mungu yana mchakato. Huo mchakato wa Mungu utakujenga. Ukikujenga, unakufikisha katika maeneo ambayo ni mazuri. Utapata utajiri wa kudumu. Kwa hiyo ni lazima uelewe, unapomkimbilia shetani, it means umehatarisha maisha yako. Maana mafanikio utakayoyapata yatakugharimu, utakosa amani. Mafanikio utakayoyapata yatakuwa mafanikio ya muda mfupi. Mafanikio utakayoyapata yatakuwa mafanikio ambayo si ya kudumu, ni ya muda mfupi, na maisha yako yatakuwa katika hatari. Ndio maana tunasoma pale Yesu alipokuwa akijaribiwa na shetani, akampandisha gorofani, akamwambia, tazama mji wote huu, ukiniabudu na kusujudia, nitakupa mali zote. Akamwambia kwamba tazama, ndani ya dakika 1 vyote hivi ulivyo navyo. Kwa maana nyingine, mafanikio ya shetani yanakuja na masharti, na sharti lake ni kumwabudu. Ili shetani akufanikishe umwabudu, na mafanikio ya shetani ya muda mfupi. Ndio maana unatoka shangaa mtu ndani ya siku 2 kafanikiwa, katajirika. Unajiuliza mafanikio yametoka wapi? Kwa hiyo lazima uelewe madhabahu unayoenda kuitumikia. Kwa ni lazima uelewe. Lakini leo hii nina habari njema. Ninakuambia kwamba ni lazima umkabidhi Mungu maisha yako, ni lazima umkabidhi Mungu kazi zako, biashara zako, shughuli zako, ili uwe katika nafasi nzuri ya kufanikiwa.
lakini vile vile ni lazima uwe na nafasi nzuri ya kumtolea Mungu kile kitu anachokubariki nacho. Unapomtolea Mungu fedha anazokubariki, unaonesha ishara ya kwamba Mungu ni mtawala kwenye maisha yako na sio fedha kuwa mtawala kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapomtolea Mungu unaonesha ishara ya kwamba Mungu, wewe ni mtawala kwenye maisha yangu na wewe fedha ni mtumwa kwenye maisha yangu. Hivi ni vitu vya muhimu sana, ni lazima uweze kuvielewa. Sijui kama unaongea na mtu mahali hapa, ninazungumza na mtu mahali hapa. Kama unanielewa, hebu mpigie Bwana makofi. Kama unanielewa, mshangilie tena Bwana.